Mimi kwangu nimepoteza rafiki. Nimelia machozi yote, nimefanya kila kitu. Sijui kama nitapona sahi, but all I know is Mungu ni mwema. Tungekuwa tumepata maybe nafasi kwa hiyo ndege, kuna mambo mawili, maybe wangepata ajali tungekuja Eldoret. Na pia hatujui, maybe ndege ilikuwa na mambo yake, tungekuwa kwenye safari. Lakini sababu kila kitu Mungu amepanga, hatuwezi jua. Jana at around, I guess it was around 11:50 to 12. Nilipata that message wakaniambia uko wapi, the camera guy. I can text message uko wapi. Kaambia niko Eldoret. Tunaenda Mount Elgon. Nikaambia Elina. Kaniambia sahi na ni leo. Then from there mimi kaambia sawa mkakuja uniambia, kaniambia sawa tunangoja chopa ikifika nitakushtua tukitoka. Mimi nikamwambia sawa. Hakujibu hiyo message. Wakapotea tu from conversation. Then I waited for around 20-30 minutes. Is when the PA called me. Mheshimiwa amesema kuja twende wapi? Mount Elgon. Kimbia ya steps sahi hapa Eldoret. Then I took a bike na nikakimbia hapa ya step. Kufika ya step chopa haikuwa imefika. So we waited for some 20 minutes. Ndio chopa ikafika. Kuja wakarefuel and then the pilot akatuambia, the captain I mean, akatuambia sasa mheshimiwa nimemwacha aende base, kuna watu wamekuja nao. So the chopper is full. Na sijui nikawapeleka sasa, saa ya kurudi tutarudi, nani ataletwa ama nani atapelekwa. So sisi tukakuwa na alternative sababu tuko Eldoret na shafika event na tunajua tukifika atakuwa maybe amemaliza na shughuli. Tukamwambia pilot ama tubaki wewe uende tu wapeka watu. Nini akatuambia anyway mumpigie simu sababu mimi amenituma tu. Ndio pia akakola kushika simu tu. Mimi nikapiga pia kushika simu. Ndio tukakuwa na alternative tukasema sababu mheshimiwa ametuambia mkuja. Tukasema acha tuende tukula. Tukapanda chopa vizuri. Tukaenda vizuri. There was a time kulikuwa na weather imechange, I guess Kitale mahali hapo. Ikaanza kunyesha. So haikuwa visible vizuri but akachange the route. Tukafika venue. So we landed vizuri and mahali event ilikuwa some distance. So tuliland alafu tukapikiwa na gari. So after tumeland akatuambia nataka mwambie mwesha tutoke. Si tukaenda na gari. Tukiwa tunaenda na gari na kama the captain akafikiria akaribia kwenye venue. Then akakuja na chopa mpaka karibu kwenye venue. Kumbe mheshimiwa aliposikia chopa akatoka tu. Wakatoka na ile timu yote. Wakakuja kwenye chopa iko. Sisi kufika tunampata akienda kwa chopa. Then tukakuja wote kwa chopa tu hapo wakapanda vitu vyao kila mtu. Tukasema acha tumwambie tu bye waende tu nini and then tutalink up. Mheshimiwa na kwa hesitant akatuongelesha akatusalimia vizuri, he was so smiling, hakuwa na maneno. Akatuambia sababu nyinyi mnaenda Eldoret na hii weather tunaona venye iko, acha tuende nyumbani. Sababu hii ndege inaenda pia Nairobi. Nyinyi mtafuta gari, mnaweza hata ongelesha Honorable Bukose sababu alikuwa hapo. Tukaomba gari ya Bukose ikatuleta mpaka Kitale. Kufika Kitale we took our late lunch. Tukimaliza tu lunch hivi ndio sasa the information ikaanza kutukujia. There's a chopper imetoka Nandi, imeland emergency landing. Wengine pia wanasema imecrash. So sisi hatupate the right information. We waited, tulikaa kabisa, masimu tunapata tuna receive but tuko in darkness. Ukipiga simu ya mheshimiwa iko line base. The camera guy yake ilikuwa off sababu pia battery ilikuwa inaelekea kuisha. So tukabaki in total blackout. Ndio sasa tukaanza kuona social media jina inaapia pia. Na watu pia sababu mchana tulipiga picha na chopa, kila mtu anasema hii ni ile chopa mlikuwa nayo. Until baadaye sasa tukapata somebody ametuambia chopa imecrash na watu fulani, the description inakaa ni hiyo. Tunakaa kujua watu. From there now kila kitu ile badilika tu. The right information ikaanza kutoka. Tunaona social media ni hiyo.
And I think that marked the end of discussion about mheshimiwa. And chungu sana ukiwa umekufa na uko hai, sababu you can imagine uko kwa list ya mtu amepata ajali na amekufa, and like that time rafiki wako amekufa ameaga ama amepata ajali. Wewe mwenyewe pia ulikuwa nao, lakini sasa umebakia na hakuna mtu anajua story yako. Kila mtu tu anajua ulikuwa kwa hiyo chopa, na social media siku hizi inakimbia sasa. Napata story imetoka pale, Musonika aliwaachia mtu kiti. Mimi sikuachia mtu kiti ama kufanya nini. Chopa ilikuwa tu ikuja inapika Eldoret. Of which venye mheshimiwa alikuja na watu wake kule wengine kutoka Emuru wa Dikir, ikabidi waende Endebess ndio wakuja watu pick up airstrip. So that is what happened. Si ati kuna mtu niliwachia kiti akae hapo, hapana. Ni mheshimiwa alikuja na watu kutoka kule. Ndio maana hata tulimruhusu yeye aende na watu kule, sababu sisi ni hapa Eldoret tunaishi huko. Na mwili mara mbili, and I'm just like confirming. Simu ya mheshimiwa mimi nilipiga mpaka dakika ya mwisho jioni, iko line base. Saa zingine unakaa kama hajaenda, anaweza kuwa bado ako hai. Nilipoona mwili jioni jana, I felt like ningeweza muamsha, ningeweza muongelesha tu anisikize tu for one last moment, aamke tu.